kwenye yengo ambayo ndugu yangu kasikia. Huyu bwana alifatwa kwa sababu kinachofanywa kama vile napakwa matope, mimi nionekane nilikataa milioni 150. Kiuhalisia ni kabla sijaendelea, kiuhalisia hebu niambie ndugu yangu wewe, mimi tusifike milioni 150, tufike kwenye milioni 50, mimi nina jeuri ya kuikataa milioni 50 tu. Unamjua ndugu yako anaweza kaigomea imaibilisi wakija kakataa. Wewe nisikilize mimi, dili ilikuwa ni issue ya copyright. Ni issue ya copyright. So kesi iko mahakamani, haijaisha mpaka leo inaendelea. Mimi nilikuwa nimeomba nilipwe hata milioni 50 kabla hata ya kwenda huko kote. Kinachofanyika na wanakataa kunipa hiyo hela, lakini kwa watu sasa ili mimi nionekane sifai, nionekane huyu mtata na nini, wanasema tena sio milioni 150, wengine wanasema milioni 100, na nafikiri wanamwambia mtu dau kulingana na wanavomuona. Lipi litamshtua sana? Kwa sababu mimi ungamwona kama ndugu yangu Storozuna anakuambia tu milioni 10. Kakataa. Wakimwangalia anajua milioni 10 au atashtuka. Kakataa milioni 10. Kwa mkojani amemwambia ndugu yako kakataa 150. Lakini kiuhalisia kabisa sijawahi kufuatwa hata na milioni 10. Sijawahi kufuatwa. Kesi bado iko mahakamani. Kesi bado ipo. So hiyo tu ni kwa ajili ya mimi kunichafua ili nionekane mbishi, nionekane mtata, sifa. Ndo tayari kwenye kesi hata wakija na 50 fresh na 50 tunachukua. Kwa sababu ya kesi ina miaka mingi ujue. Kesi huu ni mwaka wa 4. Wewe itapanda kidogo. Kimsingi utaikataa. Ndio nikasema hilo swala liko mahakamani tena hatuwezi tena kulizungumzia hapa. Sema mnapata changamoto kiasi gani especially kwenye hizi issues za copyrights, watu kutumia maudhui ama kupandisha maudhui yenu kupata pesa? Changamoto ni kubwa, na kama hivyo unajua kuna kesi nyingine pia hata ukienda KOSOTA ama bodi ya filamu inakuwa kama mpya pia kwao, yani unapeleka kesi yako hadi wenyewe nao pia wanashtuka waweze kuiamua vipi. Kwa hiyo ndio maana unaweza kukuta vitu vinachukua miaka mingi kwa sababu hii mifumo kuna mengine inakuja kwenye teknolojia, naamini kipindi miswada inatengenezwa hizo teknolojia hazikuwepo. Kwa sasa hivi wana kazi ya kuchakata kidogo kidogo, tutakaa sawa. Wanapambana wasimamizi wetu, tutakaa sawa, lakini changamoto ni kubwa sana. Na kwenye muziki uliingia ukatudisturb ukaanza kufanya na shows. Afikira ukarudi huko ulikotoka. Kwenye muziki bado nipo. Nilichokifanya kwa sababu nilipata hiti moja. Kwa hiyo ninachokifanya naandaa EP. Mimi naandaa EP. Nadhani ile swali kila ukiniuliza jibu lake ni hilo, naandaa EP, lakini tumekuwa tukifuta nyimbo kila siku kwenye EP yangu. Kwa hiyo naweza nikafanya nyimbo nikampelekea Barnaba akaisikiliza akaniambia hiki umekikosea. Nyimbo hiyo kimpelekea Dula Makabila anakuambia hiki umepatia. Kwa hiyo wananichanganya wanamuziki. Wewe unafuta kutokana na ushauri unaopata. Yaani si maibilisi wengi. Nyinyi wasanii wa Singeli unaweza kuta wanakufanyia makusudi hao. Sasa lakini nashukuru nyimbo zimeshakamilika na very soon zitatoka ngoma 2 kwa mpigo. Ushauri. Sasa hivi namaliza mwenyewe na rekodi chumbani kwangu, nasikiliza nikisema hiyo safi. Yaani baridi. Kwa sababu ile ya kwanza sijamsikilizisha mtu yote ile ya kwanza. Hilo hiti. Kwa hiyo nimegundua ukisikilizisha watu kawa kutaki kwenye show zao kwa hata collab staki. Hata collab nafanya na vijana wangu tu. Sababu kwenye collab ndo kuna mambo mengi. Unafanya collab vizuri, ukimaliza mtu anakuletea vitu kibao, anataka Joho, mara sio anataka mkafanyie Sauzi, anataka tushuti Bonyoko, anataka twende Dubai, sasa tunakorogana. Kwa muziki yangu ilichelewa kutoka kwa sababu ya nani. Lakini sasa hivi niko vizuri. Ngoma zinatoka muda wowote kuanzia sasa. Mwana muziki. Mimi ni mwana comedy, mwana muziki, mwana jeshi. Yaani utakavyoiweka hiyo mwana inabadilika. Kama kukiwa kuna mistari miwili huku, kuna mstari wa wasanii wanaofanya comedy na huku mstari watu wanaofanya muziki. Unaona kama mstari upi? Nakaa hivi. Kwa sababu kwanza nimepata hela. Mimi muziki hadi kwenye fiesta nimepanda, unajua. Kote mimi nimepata hela. Kwa hiyo na hela zake tamu. Unajua hata hela za muziki tamu. Unataka kufanya nyimbo moja, unaimba dakika 10 kiroba. Huku movie unaingia location kuliko comedy. Of course yani viko the same lakini katika urahisi. Sasa kwa nini wasiachane na comedy ufanye muziki? Sinseme sasa maana kwa kaa unanisuta.
Yaani muziki ni kwa mimi nilivyofanya, muziki hela yake ni nyingi kwa muda mfupi. Comedy hela yake ni nyingi kwa muda mrefu. Wewe ni umedumaa. Sasa kwa nini usikomae kwenye hela nyingi ya muda mfupi? Sijui kuimba. Kwani hiyo hiti imeendaje? Bahati tu. Sasa bahati unabahatisha nurute, unajaribu, yani sio kwamba sasa ndio utoe meno kwamba unajua unafanya kile unachokiweza. Kwa hiyo kwenye muziki kunibahatisha ndurute, umeotea ipo, imekataa, basi unakoma huko kwenye mambo yetu ya kila siku. Nakuuzi hata hilo. Kutoka nimekujua always nimekuona ni muigizaji, yani movie. Kama utafanya kwenye comedy basi utaingia kwenye serious movie kuchombeza kidogo. Sijai kuona kitu kingine extra unafanya. Ni vipo au tuonyeshi, unataka tukujue kwenye upande mmoja ama nyimbo huyo kesho ile ya Kilosa tukupigwe ndio influencer huyo. Kageuka yeye ndo tamani. Ngoma bwana. Nishawahi kufanya, lakini sasa nikaona mbona huku sio kwangu. Nilivyoona huku sio kwangu tu, taratibu nikapiga hatua kubwa kurudi nyuma, nikatulia kwenye mstari wangu wa comedy. Nani alikushawishi? Kwa sababu unajua lazima atokee mtu kwambia wewe kuimba unajua bwana. Mimi mwenyewe na akili zako. Hujatumia chochote. Mimi mwenyewe. Uzuri ni kwamba mimi situmii kile vichochote. Kwa hiyo ninapojishauri maana yake natumia akili zangu hizi OG. Kwa hiyo hamna aliyenishawishi, niliingia mwenyewe. Nafikiri mimi ndo nilimmotivate huyu bwana kuingia. Hata kama hataki kusema. Kwa mkweli mpe maua yake. Ndio umenifanya kwa Kiingereza? Umekuinspire au inspire muziki. Sasa unajua kitu ambacho kinamuinspire mtu ni kile ambacho kimefanikiwa. Kwani huo ngoma yangu mimi ile ilifanikiwa kwetu kule tulivyokuwa Kilosa, yani ile maskani bai inapigwa nini, hiyo ile ni motivate. Amejaa kwenye mfumo bwana. Kumbe alikumotivate ndugu yangu. Niliona Hasama ukaweza kuruka hapa juu ya daraja nini, mimi naiweza daraja. Kipindi hicho tuko kijijini huko Kilosa tunashoot hapa video juu ya daraja. Kwa hiyo alikuwa anaruka, nikamtazama, nikaona ngoja nitumie madhaifu yake hapa. Kwa hiyo nilipokuja nikachapa kweli, kuchapa walete. Sasa mimi nilikuwa nafanya kama makuzi, ila yeye sasa kangata meno, kaingia kwa miguu miwili, akafanya media tour. Si unajua wakati mwingine mwanafunzi anakuwa anataka kumzidi mwalimu. Kwa hiyo nimeona kabisa huyu Mkojani kaniamulia sasa mwalimu wake. Njoo ndugu yangu bwana. Hawa ni makomediani, ni watu wa vituko. Huyu mwenyewe anaitwa watu wa vituko. Nikawa unavyoona TikTok wanafanya vizuri, huyu ana content zake na huyu, kwa hiyo lengo ni lile tu, hatuchoki kutengeneza vinyago ili baadaye vitutishe. Yes. Unawatisha kweli. Inaweza vikitutisha kama hapa sio, kuna vinyago vyetu hivi tunaviangalia. Kwa hiyo siku ukipita hapo unafanya unaona Simba gani ana wigi huyu muongo. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Ambao ni huyu na huyu. Ni majina sasa. Anaitwa Chanazi, huyu anaitwa Galasa. Wapo kwenye Black Beauty ambayo ndio project yetu mpya inapatikana Mkojani Gang TV. Yes. Chanazi. Kwa nini Chanazi? Kwa sababu ya vituko hivi. Kwa maana nikajiita Chanazi. Sio mafuta. Sio mafuta. Safari kidogo. Umeanzia wapi ukajikuta kwa bwana Mkojani? Nimeanzia mbali. Ila juhudi zangu ndio zikanikutanisha na Faza. Yeah. Mwaka gani ilikuwa? Mimi nimeingia mwaka huu. Kukutana hizi kazi. Kwenye mishe ya kushoot. Shoot akaniambia dogo wangu njoo kae hapa. So far unajionaje toka umeanza kufanya kazi na Mkojani? Kiukweli najiona niko sehemu salama kwa sababu lengo la kufanya hizi kazi kukutana na watu wakubwa wa kushauri na wakupe support. Kwa hiyo kuwa na Mkojani mimi ni mmoja ndoto yangu. Yeah. Jamani tuifaze maneno. Mnaona hapa anaongea kwa upole. Kipande kiekwe hiki. Akija akipata Subaru lake Mkojani ananizulumu. Tuifaze maneno hayo. Unaona hapo anavyoongea kwa upole? Haya. Tunakukanya mapema. Sawa. Gala, vipi mzee wangu? Kama kawaida. Wewe bwana umesugua sana benchi, acha akutoe tu bwana. Au vipi? Kabisa ndo muda wake. Unajua watu wamemkuta huyu. Sio kina Nagwa, sio nani, wote unajua wamemkuta. Huyu underground mkongwe. Mzee yani underground sugu. Sema alikuwa mvivu.
Huyu penzi lake zito Chanika uko na mkewe. Kwa hiyo kuna muda anasingwa nini atoki nje. Anafungiwa na Mama Nilma mwaka mzima. Kwa hiyo vichekesho vinaisha. Lakini tunashukuru shemeji kamwacha sasa hivi yuko mjini anapambana. Yani kamruhusu sasa afanye kazi. Okay, sawa. Inakuwaje mzee wangu? Fresh blaza. Kwa mama akipiga tight kazi hakuna. Sasa hivi tight hamna. Umejua anakuonelea wapi? Ni kweli, afu kuna kingine kinakuwa wivu. Unakuta kipindi unaondoka, afu umemwacha mtu anaenda, alafu wewe ni mkongwe ambaye underground mkongwe wenyewe wanasema. Kwa hiyo unampisha mtu kipindi umeondoka mara moja. Kwa sasa hivi kumpisha mtu ile man to man sasa hivi. Ganga. Haya, kaka amekupa imani ndo yule tumeondoka kwenye Black Beauty na nini. Tunaendelea kukaza ama kuna namna unaona kuna sehemu huyu mama huyu atapiga moja? Basi. Mimi naamini mikazo kwa sababu kama utafanya afu baadaye uluzirapu sio anasema kwa Kiingereza usubirie tu kwamba mara mama na kwa bado unapotea. Ni mikazo tu kila siku uendelee kufanya. Ili uendelee kubaki. Sasa tunajifunza. Hawa kaka zetu, baba zetu angekuwa anasema kwamba wakae tu kimya, hawafanyi kwa sababu ndio washajipata. Pia wangewasahau. Lakini kila siku tunajifunza kwa sababu kila siku anafanya. Kama hujaona kwenye movie basi tunaona clip. Na clip inakuwa kubwa zaidi kile unapomua. Kwa unazidi kuwa wapi? Kwa hiyo tunajifunza kitu kama hicho. Nice, mimi nimependa bwana. Usije tena mama tukaanza kusikia bwana Mkojani. Yule bwana basi. Walikuwa wanamsinga tu hivi. Simu ya Mkojani inakuja pale. Baby usipokee nakwambia. Huyu atakwambia uondoke. Achana naye Mkojani wewe. Baba brother Mau. 2026 hapa bado mbichi. Mipango ni nini? Mipango unaona niko na ndugu yangu hapa Mkojani. Mipango yetu sasa hivi bwana ni kufanya kama tulivyokuwa tunafanya mwanzo. Project juu ya project, hakuna kulala. Huo ndio mpango ambao tunarudi nao kwa mwaka huu. Kwa hiyo mashabiki wajiandae kwa ajili ya vibweka. Watu wa Zanzibar vichekesho hivi wanaita vibweka. Kwa hiyo mashabiki wajiandae, niseme Kizanzibari wajiandae na vibweka. Vinakuja vibweka vipya vya mwaka 2026. Yeah. Vichekesho vya kupaa hivyo. Mkojani, mimi nashukuru sana kwa muda wako. Naona time yangu bwana, washikaji zangu wa Clouds washaanza kuniambia muda wako umeisha. Sio ndio? Bado nina mengi. Mimi nataka mje Bagamoyo basi kule. Ukweli. Kule ndio timu nzima ipo kule, wanaoimba, wanaopaa, wanaofanyaje, kuna mbuyu kule kama mliusikia. Mje muone mbuyu nini, vitu viko vingi bwana. Sasa kule inabidi ndo tu masifu yote nini. Mle samaki wa kutosha, mle kaa. Kule wanasema ukila kaa utapakaa, ukila pweza utapaweza, ukila ngisi utapamisi. Kwa inabidi mfike kule wallahi. Tuleka pweza na ngisi. Yote na ngisi ili vyote cocktail fulani kabisa bwana. Influencer anakuuzi. Bwana bora kama mjini tatizo lako. Sasa hivi sinarudi huku shamba na mimi nikaone kama nitapaweza. Wewe nikipika tu nitakula pweza. Wewe utapaweza. Ukila ngisi utapamisi. Ukila kaa unapakaa. Napaka nini sasa? Rangi. Down. Utajua huko sasa. Mimi nashukuru sana kwa muda wako mzee wangu. Appreciate sana. Nikurudisha sasa kwenye set kule au vipi bwana? Anarudi mwenyewe. Bwana mama sana no mama brother. Appreciate. Zimefika. Asante kwa kuitazama sisi kitaa kuanzia mida ya saa 12 ambavyo sisi tulikuwa tumeanza mpaka time hii hapa ya saa 12:30. Naendelea kukukumbusha kwamba kama kweli utampenda na unampenda anayekupenda kiukweli, nategemea kukuona kwenye Damdam Marathon mwaka 2026 ili tuendelee kunyoosha haya malavidavi kama ambavyo nilikusanua wakati mwanzo kabisa tunafungua show. Asante kwa yule ambaye alicheza mchongo pesa kwa sababu tayari tumemtangaza mshindi wa milioni 3 na tumemtangaza mshindi pia wa Smart TV ya nchi 75. Kitaa chako kina vibe kwa kiasi gani? Dondosha comment yako kupitia page yangu ya Instagram natumia Danzo TZ ama ya kwetu ya Clouds TV. Wewe niambie tu kipande gani kina happen, mimi nasogea au vipi bwana? Big shout out to Store Zuna amehakikisha hii hapa imekaa vizuri kwa kuiproduce. Shout out to my brother Sadiki ambaye amehakikisha kama mimi na wewe tunakutana vizuri kabisa kupitia screen ya Clouds TV. See you man. Mimi ni Danzo. Labda tungefahamiana kidogo. Mimi naitwa Fatuma. Kazi gani umepata? Nimepata kazi bandarini. Bandarini? Hauoni kama sasa hivi muda wa kazi? Hebu nenda kahudumia wateja. Kwa nini unatia pini kwa wafanyakazi wako wapi? Mimi Kilondo na kwa mtamu mwenzio wewe balaha. Au leo nikupe ofu tunywe tu tukaze chumbani tule wenyewe tucheze game. Pini gani wewe nimekutia pini wapi? Nataka namba. Tena
sikufichi bosi, kwenye masuala ya mapenzi ndo sipendi kabisa yani. Mwisho wa mwaka nawachukua nawapeleka Dubai. Jamani, Dubai. Grass hapa anytime inatakiwa kuwa safi. Na sisivunjike bosi. Wewe una mtoto? Unakuwaje single mother afu una mtoto? Ufanye uende kwa sababu mimi leo sina mudi. Bosi.